Akaniambia kabla aniombee, mshirika hafai kuwa na bag mzuri kuliko mchungaji. Ni kweli wewe. Kwani unawezaje beba bag mzuri kushinda mchungaji bwana? Hai, na wewe ni mshirika. Hii hao. Bana hivyo maji. Ananiambia ni kama uko na gari mzuri na pasta anabeba na punda. Sasa si watu hawabarikiwi the same. Washirika wanaweza kuwa blessed kuliko pasta. Sasa huyo alinistua. Labda pasta mwingine lakini si wao. Huyo to be specific alisema sifai kukuwa na bag mzuri na yeye hana na kwa Bible College na anafaa kukuwa na bag kama hiyo. So mimi nitafute mahali. Ulimpatia sasa? Usikie, ananiambia nitafute penye nitaweka hizo vitu zangu nimwachie bag. Nitafuta karatasi niweke. Mimi nikamwambia pasi mimi sikuwa nimepanga kupatia bag yangu. Nikaenda kwa mwingine. Akaniambia yako na familia but kabla niombee tunaenda kwa Rojin. Wajalikuwa na mchungaji ama Regina tu aliongeza hapo mbele. Kajiita pastor. Labda hukusikiza vizuri. Alikuwa pastor, mchungaji anakula kondoo. Kai. Sasa ulienda? Siwezi kubali. Nilijua huu si wa Mungu. Sasa nikaenda kwa pastor wangu, hiyo church kwenye nilikuwa naenda. Akanisaidia siku ya kwanza, lakini siku ya pili kuenda appointment, nikasikia akipigia secretary, akimwambia ni nani amekwambia huyo msichana akuje huku. My own pastor. Ndiye anafanya hivyo. Wacha nikwambie Farodhi, nikikuja kwako nilikuwa poa. Kwenye nilishia testimony the first time. Farodhi hata hakuna kitu ili happen tukirecord. Lakini sasa wewe unaniambia hivyo na unakumbuka? Mimi sikuwahi sikia mambo kama hayo. Nilisikia for the first time. Sasa singejua uko sawa. Farodhi nilikuwa kama tulifanya na sikuwatakia. Uliona tulifanya na nilikuwa consistent. Unajua aliniuzia uoga kabla tuanze ati kuna wengine alienda kufanya akatakiwa. Sasa nilikuwa napimia hivi. Umwai pimia shetani atatoka side gani? Unataka kuchunguza hivi. Unajua by then sikuwa anaonekana kwa kamera. We sasa nilikuwa standby. Nilikuwa hapa kwa kamera. So akiendelea na mimi nakaa standby naangalia. Asichomoke kwanza. Kuchomoka siwezi chomoka. Actually walikuja hapo tukirecord Farodhi walikuja, lakini nikaona Farodhi nikimwambia hapa ataenda video. Mungu ni mwaminifu, singewaona na haya macho yangu. Mungu alisaidia. So murali wa Farodhi wa Thayo TV ndakunyita ugeni miara huko eno haria hothe rwatwa mukira no korwo kwa nyina hwaini kwa nyina rucini kwa nyina muthenya. Karibu sana nigetha tukorwo na tafarira ya mwanya muno tutirige ngiteno ino tafarira ya couples kejuga methaino wa courtship to muthiketio hiki mundu yakwe gweko hiki ga stage kare gakoragwo gatigitie nigetha wikio hiki getagwo courtship ku ndihoka neho mari na Funny enough ni ati gastage kau gakoge fane to he maundu maingi makome limited koguo tha ici metikiretio tu gutwarana ufakio na regeti mitari ndini ikiona mutiege ugo nginya gutwarana ndore uri ndibagioka studio kende hoke mundu kana ngari yake ka kivi yake masha mara haha no maikaranithia hamwe niguo ndiretikia. So karibu sana muradi wa Farodhi wa Thayo TV na funny enough uri ndina ake guku studio ni mundu dana rehe guku gwa Farodhi wa Thayo TV akikayana na ithuĩ rugano rwake na umuthi na rugano rungi rwa mwanya na rugukumakia na rukuonia ati Ngai ndakorwo arikitie nawe na Ngai akoragwo hakuhe muno na akuiguaga na aguthikagiriria tondu ndika na nguanite kirathimo kana nitaki but what I believe is hindu ngiari haha na kiria kingioka nakio muthenya wa umuthiri and it shows Ngai ekuona ni igwa mahoya maito na haswa kuriwe gwiciria Ngai ni ekithio ndu munene muno makiria thiini wa muturire wake indi mbere ndaya ni urayoire movie we ni tukuhingicana tondu turarikanire movie cia Kenya no nginya muone we have no choice movie cia Kenya no nginya tuone kuwe kundu ingirite kuria gwa Kenya Movies Channel riu weona jagu ni gukorwo ngikuera ikinya icio muno makiria ruteka wega taba wigire kuria gwa Kenya Movies Channel wirorere thenema ino ke gucemithio hani episode 1 gucemithio hani atireiro reka hana episode 1 ni iraingirire ku na episode 2 ni gukero kainjira ke gucemithio gatireiro o hani.
record of ending well. Kuna mtu anafaa hapa kuambiwa vile mimi niko. Yeah? Hii kazi mkichukua mlikuwa 10. 6 wako wapi? Someone's looking for justice, but desperation can be misleading. You can't trust man is a fact not considered. Happy birthday to you. Kwanza hata niko na plan. Your state of insensibility advantages the knowledgeable. Haya, gira kule goa Kenya Movies Channel na ni ukomiona hau kahora na ndukoime kou utasubscribe it to ni mahithia ningi uthio kerorere coke ume kou utasubscribe it sasa taiguithanirio guo usubscribe orocoka ruri mwega ndiramenyithio tutigitie buroti 12 kuria Miami ye kuria mwana wa Matu Miami Gardens iria turakorire 250 cash 280 installment a deposit of 50,000 shiguri heka hora kwa ihinda ria mieri ina thogora ucio Miami ye kuria Matu handu hetagwo Kiseuni kuma Matu is less than 20 minutes guthia hau in fact urathie na rami kuma Thika kuothe ni rami hari ukuingira corrugation just 6.5 kilometers uthie shopping center itagwo Kiseuni thutha wa shopping center we shopping center ni rona mugunda itondo we hau thutha turigania na dispensary ya Kiseuni high school ya Kiseuni hena kanitha igire cia hau na shopping center kwina mai na kwina thitima guku nikuo turaka children's home ya Pastor Garuya iria rambiriria ica ikuhi rikuguo ri tutigetie buroti 12 ni urendaga buroti guku Miami na wina deposit ya 50,000 na ndukwenda kuhetukirerwo ona ta wega ugiuka children's home ugakirehe kuo kana maundu mangi wega na irio kana kiria kingi ona kana ugagicera ukaigwa ndiroka Kenya ndathi children's home ya Pastor Garuya nigetha ndore ciana iria kuo uka inbox gwikiria mafu ona kono ga floti kamwe kana twiri wifange namba ya thimu ni 0798 008 008 0798 008 kana 0720 203 721 iyo ni ya Mr. Maina wa Maryland tondu mugondo ni anda Maryland Realtors Limited na thogora ucio ni inclusive of title deed ndukariganirwo ukigura buroti nya ni turakuhe kimwe free thiine wa Miami VIP Club sasa good buroti 12 weheke tigathira mundu wito riu reke ngunyitire ogeni ni kumwita mugeni muono ngumwita mwenyeji tondu ni ukite haha maita mahingo meri murata wakwa mundu twamenyithanirio nake ratingirikana actually ndekoria ngane twamenya ndikane ndamwithire kana we wanjethire kana mundu watulinkire na agiuka gitwaherwa no agituthi tura agitumakia umuthi ningioka gutukenia na kaini ma ngai nwa ngai ndacenjagia ni mahinda what happens I don't know no ngai ndagicenjagia no ne atucenjagiria mahinda seasons changes tondu season ile ya hindi ile tio ya thaici kirioka kugayana nakio umuthi tikio agayanite na ithui hindi wengi na tondu maita maingi ndiendaga gu focus na past gaturuthirie present fatate no faith yo uria mahinda nimo macenjetie Faith how are you? Fine, thank you. Good to see you. Thank you. No ananire hanini Okay. kana ni kuhonoka no menya mundu honoka aragia kahora Ai video ile ndi muhonoka. Kuhonokio kurago muthenya ngikumenya wari inegene urathio o nauti irathio ithiete Gukura. ate gukura Good to see you. Thank you. Weruhitie ukanora Thank you. ukana mutumia mutungatiri How are you doing? I'm fine. How have you been? I've been good. And thank God. Wow, na thauti yaku wathi uguo ni wamenya ni gukwira miongerera piu. Okay. Ntia kunyiha muno. Sawa. Abarara. Okay, sawa. How have you been? Hari mundu utakui. Bige gutuati andu othe ni makui. You've been here to na co-host. Rora kamera eno utwire bire mwiroreri bitagwo atia na wokite guku gwika atia hindi yo twamenyanire twambiririe rugano rwitu hau uhoro wanyu
Karoli wa Farothi TV. Hema leta makoje tago Faith Karoli na ndi muhonoku nejerete Jesu eko mushokeria gatho ni undu uria mukoretwo muriega na magegania ni wendo uria munyonetie rĩrĩa ndokire ngĩruta testimony guku ndokire ngĩshare testimony rĩrĩa ndarĩ ulimwengu-inĩ ũcio ũngĩ tarĩ wa Ngai no Ngai akĩnikomboa na aciari a channel ĩno nĩ manyonetie wendo mũingĩ mũno makoretwo makĩhũrĩra thimũ kanjĩra ũrĩa mahoyagĩra makĩnjĩraga atĩ nĩmetereire kuona harĩa Ngai arandwara na nginya youths ya channel ĩno nĩmaugaga matiũĩ kũrĩa Gĩkũyũ no nĩmaiguaga Gĩkũyũ no nĩ maikĩria testimony makĩrathimwo na andũ aingĩ nĩmahonokete by the Farothi koguo nĩ gũgũcokeria ngatho tondũ through platform ĩno nĩ andũ aingĩ mũno mahonokete aingĩ mũno njemanagia nao kũu na kũu nja Heaven's Gate That's so nice. Rĩu ĩkũgĩa kunĩgia kũrĩa macera na tondũ ndikwenda tũĩngĩcia andũ naiguo kĩu ndĩiguo gĩcitĩrago mũno gũkĩaria tiguo na ndamĩaiguire gĩcokeretukane na kĩa aba kĩarehe thĩna rĩu na gĩakorwo nĩ kĩa Mũrang'a rĩu ũhoro nĩ wathĩka. So let's shift tũingĩre Gĩthweri nĩgetha tũhote kũwasiliana na njĩra njega mũno makĩria. So tuko na Faith Karoli. She's one of those people tumehost hapa earlier na alipeana story yake hapa ambayo ilikuwa na uoga sana. Lakini Faith amekuwa mwaminifu kwa Mungu because she needed a lot of him. Unahitaji Mungu kuliko watu wengine wote. Na nafikiri Mungu alimpokea na uaminifu wake kwake nafikiri pia umeuona at least umedhihirisha kujuana na Mungu si bure. You have tasted and actually enjoyed living that life of being close to God. Sindio? So, najua hujakuja peke yako. Na najua pia tutampea nafasi aweze kuzungumza. Lakini kwa briefly, I want you to give us a brief introduction of who Faith is. Such that mtu akikuona najua Faith ni fulani wa fulani. I mean, Faith ametoka hapa ameenda hapa. Just a brief description ya nani Faith ni nani? Okay. Kwa sauti. Kwa majina yangu naitwa Faith Karoli. Na nimeokoka. Nimekuwa by profession ama laboratory technologist na lakini saizi si huko niko in ministry. Saizi niko shule nasomea theology and I thank God. Wow. Nasomea theology? Nasomea theology. Wow. Niko Nairobi Pentecostal Bible College. Yes. So nice. Na ni interesting. Napenda huko. Kwanza in the midst of many pastors and bishops. Sasa washani nickname the youngest. Juu mimi ndio mdogo sana huko. And I thank God juu ni grace yake. Namshukuru kwa penye amenifikisha juu. Penye shetani alikuwa ananitupa si penye nilianguka. God alinikomboa akaniweka mahali pazuri. So nimekuja kwa hii channel nikashare testimony yangu how I was in Marine Kingdom for 10 years but God delivered me. Na nikasema mimi hata hakuna pastor aliniombea, deliverance yangu ni God mwenyewe alinifanyia. Na kabla anifanyie zile vitu nilikuwa nimefanywa na mapasta. Mimi nakumbuka niliendanga kwa pastor wa kwanza aniombe, akaniambia niko mwenda wazimu na akanifukuza. Nikaenda kwa mwingine nikamwambia mimi nimeota nikikunyushwa damu usiku. Naomba tu uniombe. Juu sikuwa najua kuomba. Okay. Akanifukuza pia huyo, akakataa. Nikaenda kwa mwingine kuombewa. Nikaenda nimebeba bag supu sana. Akaniambia kabla aniombee, mshirika hafai kuwa na bag mzuri kuliko mchungaji. Na ni kweli wewe. Kwani unawezaje beba bag mzuri kushinda mchungaji bwana? Na wewe ni mshirika. Hao. Bana hivyo Farothi. Ananiambia ni kama uko na gari mzuri na pasta anabeba na punda. Sasa si watu hawabarikiwi the same.
Washirika wanaweza kuwa blessed kuliko nani? Kuliko pastor. Sasa huyo alinistua. Labda pastor mwingine lakini si wao. Huyo to be specific alisema sifai kukuwa na bag mzuri na yeye hana na ako Bible College na anafaa kukuwa na bag kama hiyo. So mimi nitafute mahali. Ulimpatia sasa? Usikie, ananiambia nitafute penye nitaweka hizo vitu zangu nimwachie bag. Nitafuta karatasi niweke. Mimi nikamwambia pasi mimi siko nimepanga kupatia bag yangu. Sasa wewe unangangana na mafuta. Nini? Sasa unajua hapo ndio unaelekea. Mimi sitakuwa na exploit washirika. Hiyo ni exploitation. Hapo ndio unaelekea ukumbuke. Hiyo ni exploitation. Utatamani bag hata wewe. Mimi nilimwambia pasa nitakununulia. Okay. Unaona? Lakini sasa nikienda home aku anaacha ni breathe. Fei ile bag aje? Na sijaona TV yako. Alafu Fei nimesota, unaweza nunulia kachai. Hiyo pasta alikuwa na polisi tena. Alikuwa na vituko. Alafu na umeenda uombewe. Nimeenda kuombewa. Sasa uliombewa? Wapi? Sasa nikuulize ukienda ukidisturbiwa hivyo, alafu sasa alikuwa anafanya hivi ile time yenye niko nini? Ananipigia ananiambia venye ati Mungu amemuonyesha ati nimechange, venye niko mzuri. Unako ni professor era, anaonyesha ati venye niko mzuri. In real sense niko mlevi. Sasa nimelewa vibaya sana. So nikashangaa. Ngoja kulewa kipombe. Sasa. Ulikuwa unalewa by then? Nilikuwa nalewa. Kwa hivyo haoni ukilewa anaona venye umebadilika, kwa hivyo unaona huyu pastor kuna kauongo fulani. Na ati ni kuoneshwa. Na anaonyesha tayari wewe ni mlevi. Anaonyeshwa niko sawa. Na saa hizo mimi niko mlevi. Sasa ananipigia simu kuniambia hivyo. Sasa nikaona huyu pastor ni scam, ni pesa tu anata. Hatumiwi na Mungu. Huyo alikuwa after money vibaya sana. Sasa unaona, huyo nikaachana. Nikaenda kwa mwingine. Akaniambia yako na familia but kabla niombee tunaenda kwa Rojin. Wajalikuwa na mchungaji ama Regina tu aliongeza hapo mbele. Kajiita pastor. Labda hukusikiza vizuri. Alikuwa pastor, mchungaji anakula kondoo. Kai. Sasa ulienda? Siwezi kubali. Si nilijua huyu si wa Mungu. Si nikaachana na yeye. Sasa alianza aje? Si tuko ofisi ananiambia ati venye niko mrembo. Ananiambia ataniombea lakini bado pia hii anipea hii neema nyingine na hiyo mambo mengine. So nikakanyanga makubwa. Sasa hiyo ulikuwa umeendea maombi. Yaani kwani hii maombi how expensive is prayers? Kuna pastors wazuri na kuna wabaya. Na mimi naombea watu wenye wote wamekuwa hurt na mapastors. Muwasamehe ndio msikose kuenda heaven juu ya mapastors. Hata mimi nimepitia hapo. Because I can imagine sio wewe ulipitia kwao peke yake. Bado kuna watu wengine na kuna wengi labda walianguka kwa mtego. Juu unajua sasa ukiwa desperate, saa zingine unashindangwa ku reason. Na pia kuna mapastors wanarushia washirika maspell, unaona. So kama uko strong, ataenda akuchanganye na alale na wewe ama akukon pesa. So ni vizuri kukua spiritually alert. Sasa unaona huyo akanifanyia hivyo. Sasa nikaenda kwa pastor wangu, hiyo church kwenye nilikuwa naenda. Akanisaidia siku ya kwanza, lakini siku ya pili kuenda appointment, nikasikia akipigia secretary akimwambia ni nani amekwambia huyo msichana akuje huku. My own pastor. Ndiye anafanya hivyo. That is by then. By then. Sasa nikakuwa desperate. Nikaambiwa na rafiki yangu mwingine kama pastor yenu amekataa, wacha sasa nikupeleke kwa wetu. Huyo wao aliniambia kesi yako ni serious sana na ni ya kuhatarisha maisha. Na mimi siwezi jiingiza na kesi kama hii kama hautahamia hii kanisa. Akanipia condition. I'll only pray for you ukihamia hii church. Huyo ni mjanja kwa sababu kesi kama hiyo haufai kuombea mtu alafu mruhusu aende. Ataendea zingine akuletee. Hapana, acha nikuulize Farodhi. Watu wote Reverend Kefas anaombeanga ni washirika hiyo church. Bora awape appointment. Bora ufuatanishe. Sasa yeye nikaona hayuko na haja ya mimi nikuwe delivered. Ako na haja ya
washirika. Okay, nimekuelewa. So mimi nikasema hakuna mali nilisikia. Sababu pia naona Reverend akitangaza cover, sio lazima ukue karibu, hata ukiwa mbali atatangaza cover. Na hata kukava hata ukiwa mbali. Kabisa. Reverend hakuangi na tamaa ya washirika, ni wa Mungu. Sasa unaona sasa nikamuuliza, pastor hakuna venye juu mimi si ati uko church ni mbali kwenye nilikuwa nimeenda. Nikamwambia sasa huku ni mbali. Hakuna venye tu naweza endelea na church yetu ni kujange tu huku deliverance session. Akaniambia kila kondoo iko na mchungaji wake, nirudi kwa mchungaji wangu. Na unaona sasa pastor wangu alikuwa amekataa kuniombea. Parodi sasa. Kwa hivyo unang'ang'aniwa sasa, hujui uko wapi. Unaenda kwa huyu anakurusha. Unaenda kwa huyu akwambia kuwa mshirika. Naenda kwa huyu anataka kulala na mimi. Naenda kwa yule anataka pesa yangu. Na bag. Na bag. Sana bag yangu. So hapo ndio alafu sasa ndio nikapatana na akina Erika. Na vile nilipatana na akina Erika, Parodi mimi sikuwa nawajua. Siku moja niliamka nikasikia sauti jina mtu nikaa anasema jina ya Erika kwa masikio yangu. So nikajiuliza hiyo jina nimeisikia wapi. Kukakaa ndio nikakumbuka niliwahi sikiza testimony yake kitambo, but nikasema Mungu anakomboanga wengine anasahau wengine. So mimi nilikuwa sikushughulika na hiyo story. So after hiyo jina imekuja ndio nika search kwa YouTube, nikapata kumbe hata wako na channel. So hapo ndio nikapata namba yao. Alafu sasa ndio nikaenda. For the very first time mimi nikapata mtu mwenye anani understand. So unajua hata Erika amekuwa huko. So wakani understand, wakaniombea. Wao walikuwa ready kuniombea kabisa. Kabisa walinionyesha love kubwa sana. Lakini Farodhi hiyo usiku sema kutandikwa. Shetani alisema wewe. Kai. Ni mimi unaenda kushtaki. Alafu unajua shetani na yeye anachukia mtu anamshtaki na hajasimama vizuri. Anakupikaga na hasira. Kusimama vizuri. Nilikuwa saa hizo nilikuwa nisha make up my mind kukuwa deliver. But you see, making up your mind doesn't mean you're spiritually strong. Nilikuwa sikuwa strong. Na shetani anajuaga kuomba Unajua shetani anajua mtu spiritually strong. Kuna watu wakaribiangi lakini uende mshtaki na anajua direct. Ndio anakujanga vita tupu. Nakwambia Farodhi nimeitandikwa lakini hiyo siku nilitandikwa excess. Wakiniambia kwanza unajua sasa kwenye inafanyikanga huko unajua unaweza kuna soul ndani yako. So alichomoa soul wakanishika miguu wakanivuruta wakinigongesha huko wakiniambia hatutaki kukuwahi kuona na Erika tena. Na mimi ninawaambia lazima nitakuwa na yeye. Unaona sasa nilitomentiwa sana hiyo siku. So after that ndio nilienda kwa Mungu na ile desperation. Nikaambia Mungu sasa Mungu juu wewe unaambia wangu unaonanga roho ya mtu. Angalia uone mimi intention yangu hata nikienda kwa wao mapastors ama nini niko I really decided. Yes, I really want this deliverance. Mungu sasa sijui utanifanyia aje lakini nataka tu I want to be set free. Nataka kukua kama Erika hivyo venye yako saizi unaona. Niliomba maombi ya desperation. Hiyo ile yani Farodhi unaomba umefika mwisho hiyo. Hapo ndio sasa Mungu alishuka. Na alinifanyia deliverance yeye mwenyewe juu. Acha nikwambie God si limited. Huwezi sema ati ana work in this specific way. God ana work kwa different people, ana work differently. Na pia ujue ako na ile mercy. By the way, some of the things we go through, kuna vitu zingine tufanyikia hata tukiwa kwa barabara, lakini juu ya huruma zake anafanya tu hiyo kitu isikushike kwa sababu pia ana huruma. Sometimes you may walk desperately ukitafuta deliverance kwa wachungaji, ukose the right person, Mungu aamue tu kwa mapenzi yake na huruma zake akufanyie tu deliverance. Hiyo ndio sali na yangu unajua nikisi kitu rahisi. Mtu amekuwa in that kingdom for 10 years. Haikukua 10 years experience. I was there 10 years na by the way watu wengi wamekuwa wakiniambia Faith Kenya umeshare haiwezi kuwa ni 10 year experience, which is very true. What I've shared is on the kwa testimony it's only hata si nusu. Lakini with time ndaendelea kushare. At least hizi umekuwa kiroho so hata hauna uoga. Farodhi wacha nikwambie. Unajua ulipeana story.
nilikuwa na kagari wakati huo. Sasa nilikubeba, si ndio? Tukaenda na tukarudi. Lakini sijui nini niliambia kwanza tuombe kabla tufanye. Nakumbuka tuliomba. Tuliomba. Haya. Nikiwa hapa Muthaiga najua nikafikiria ni nani nimebeba. Kwa sababu juu by then haukuwa bado umekuwa delivered kabisa. Wewe Faradhi nilikuwa delivered. Nimeja siku kuwa niko strong kabisa. Lakini nilikuwa fully delivered. So mimi nilijiuliza hiyo story yote nimepewa na huyu mtu nilimbeba. Na mimi mwenyewe sijiamini sana. Unajua mtu anajijua. But then sikuwa strong. Lakini Mungu alinipea neema kwa sababu hapo nilihitaji tu neema. Umeipoa story na mtu na mlikuwa mmekuja na yeye kama ako sawa, unaona okay, kuna mahali nimefanya blanda, lakini Mungu sasa ni mimi na wewe. Wacha nikwambie Farodhi, nikikuja kwako nilikuwa poa. Kwenye nilishia testimony the first time. Farodhi hata hakuna kitu li happen tukirecord. Lakini sasa wewe unaniambia hivyo na unakumbuka? Mimi sikuwahi sikia mambo kama hayo. Nilisikia for the first time. Sasa singejua uko sawa. Farodhi nilikuwa kama tulifanya na sikuwatakiwa. Uliona tulifanya na nilikuwa consistent. Unajua aliniuzia uoga kabla tuanze ati kuna wengine alienda kufanya akatakiwa. Sasa nilikuwa napimia hivi. Umewahi pimia shetani atatoka side gani? Unataka kuchunguza hivi. Unajua by then sikuwa naonekana kwa kamera. Sasa nilikuwa standby. Nilikuwa hapa kwa kamera. So akiendelea na mimi nakaa standby naangalia. Asichomoke kwanza. Kuchomoka siwezi chomoka. Actually walikuja hapo tukirecord Farodhi walikuja. Lakini nikaona Farodhi nikimwambia hapa ataenda video. Mungu ni mwaminifu, singewaona na haya macho yangu. Mungu alisaidia. Farodhi unaona huko kwingine kwenye nilirecord the first time. Muna record, muna save kwa hard disk. Inangolewa. Testimony inangolewa. Amjui ina disappear na ina disappear. Ndio mtu ukifanya hizi testimonies kama unajua mtu hayuko strong ama ndio anatoka huko. Mimi siwezi advise mtu aende akave story kama hiyo. Let me tell you, na nitakwambia ukweli. Mimi nimewahi fanyia watu interview. Mtu akwambia hapana mimi mzee wangu hulewa, nataka tukuje tufanye kwa sababu aliacha kulewa. Mkiwa kwa testimony katikati anaanza kuongea hizo vitu. Na mliongea mnakuja kuongea kuhusu pombe. Akupesa sasa nikiwa kwa hiyo pombe. Ndio nilinunua either necklace ama whatever pete. Mambo inaanza hapo. Sasa si tulikuwa tufike hapo kwa pombe. Sasa unasikia hapo sio story. Mahali story iko sasa ni hapa kwa nini? After kununua. Alianza kuona watu wakiwa nusu. Okay. Unaona sasa sometimes that's why nimekuambia mahali neema na huruma za Mungu huingilia. Sometimes even those people who we walk with na huko kwa barabara, even those people who we buy things from. Hata zile vitu mingi tumenunua, by the way, isipokuwa ni juzi tu tumefundishwa na Reverend tukajua ati ukinunua kitu unafaa kukiombea. We used to buy and use hapo hata unavaa. Tulikuwa tunanunua kiatu na unavaa unasonga na wengine wanatupa kwa mtaro. Hata ukumbuke kuombea. Kwa hivyo neema ya Mungu na huruma zake pia zimekuwa nasi. Hata hujui ni iba kwa gari nani. Mungu to protect. That is it. Mungu ni mwaminifu. Hata unajua kuna watu wanapenda kukaa hapa kiti ya mbele kwa matatu. Hujui kwa nini unasikia kukaanga pale mbele. Labda kuna nguvu fulani zinakuanga hapo, zinakuvurutanga tu unapenda kukaa karibu na dereva. Sio kiti ya dereva. Let me tell you some of these things. Na hawakuangi na leo. Kunatokea nganya unapata hiyo ndio mayudzo wanataka. Kwa nini wanaitaka hiyo nganya? Zinakuanga zingine ziko dedicated. Ni hayo tu kwa sasa. So mtu yote amefanyiwa vituko na mapasas. Mi wa feel. Mi wa feel. Alafu sasa unaona after tumerecord na wewe unaniambia niende kwa Reverend Kefa. So unafikiria ni nini ilikuwa inakuja kwa mind yangu saa hizo? Nilikuwa nasema Farodhi anataka niende nimalizwe penye nimebakishiwa na mapastas. Nilikuwa na And I was so strict. Aki. Farodhi aliinsist. Nikasema siwezi disappoint Farodhi. Nikasema wacha tu niende anyway. Si wamenionyesha yote. Unajua Reverend tulikuwa tumewahi kaa na yeye chini na akanipea story yake. Ingawaje alikuja kunipea sasa vizuri tukiwa kwa interview yenye tulimfanya testimony. Kwa hivyo nilijua hiyo kesi yako ni kesi kidogo sana kwake. Manake amedili na cases mingi. Wewe kusikia testimony yake? Tumekuwa tukifuatilia Thursday zote. Let me tell you. Hata nimewaletea wengine wenye nilionyesha hapo wenye walikuwa dragon inakuja kulala na wao.
bwana na bibi dragon. Yeah, Na ililetwa na mchungaji bado usisahau. Ni wachungaji walifanya hiyo kitu ika happen kwa maisha yao. Wakienda tu kutafuta usaidizi. Wakaanza kuletewa madragon. Kwa hivyo ni vizuri, by the way, on that note, chunguza kanisa unayoenda. Because no umekuwa jogore odhie kwa jogomelie. Uishie huko. Lakini wakati utapata umefika mwisho, usitikie kukufa na mashida. Kuna mwenye ako available 24/7 na habagui. Exactly. Jesus Christ, unamuita na atakusikia. Ndio maana watu wengine wakinipigia simu, kuna cases zenye mtu akiniambia mimi Farodhi sichangamkiangi kuombea mtu juu na feel akiomba, yes nitamuombea, but akiomba na feel Mungu atasikia. The reason anafanya hivyo ni juu nataka hata experience God kivyake. Unajua kama mimi vile nime experience Mungu kivyangu, unajua hakuna mtu anaweza ni change my mind about God. Tena unakuwa na unajua Wakristo wengi ni venye hawajuangi ile the power we carry as Christians. Na si ati hata Reverend Kevin anashinda akisema hapa, si ati kutoa mapepo, kuombea wagonjwa nini, ati hiyo ni ya mapasta peke yake. Ni ya believer, mtu yote anaamini. Lakini kuna kitu moja ni kurudisha nyuma kidogo out of that statement you have mentioned. Ni vizuri pia because I remember your case kwa sababu haukutaja hapo watu hawakujua uliingiaje. That's the most important part. Because sio wewe ulipenda kuingia. What happened? Because hiyo ni part nyingine. Because let me tell you, wakati mwingine unaweza kuwa na jirani ako na mashida tofauti uamue kumuombea bila kujichunguza kiroho uko level gani. So you end up being kwa hali yake uingie pia because haukujipima pia ujue uko level gani, kwa sababu watu wako na mashida tofauti. Unaweza mtu anagagaa chini anakuambia ni kichwa, kumbe yeye anajua si kichwa. Anakuleta kwa kingdom yake polepole tu muombe. Ukweli. Sasa mimi yangu ili happen hivi, nilikuwa high school. Nilikuwa prayer coordinator na nilikuwa intercessor. Nilikuwa strong sana spiritually. And sasa kuna kitu Reverend Kevas anashinanga akisema na anatuambianga hapa, ukiwa when you're in your line of ukiwa kwa line of your calling huwa hungangani. So unaona nikiwa high school watu walikuwa wanakuja niwaombe, watu wenye wako agents. Na Farodhi hata nikwambia hata kama nilikuwa kadogo hivyo, nilikuwa tu na kimsukumo tu kwa kuombea. Na si ati nishaiona mahali kwingine, na nilikuwa naomba na mapepo zinaenda kabisa. Si ati hazikuwa zinaenda. Bwana zilikuwa zinaenda, lakini sasa Kenya sikuwa najua ni kufanya an effective deliverance. Kama hivi venye unaona pasi anafuatilianga hivyo sasa. Atunasikia deliverance inachukua 6 months na ni mtu mmoja. Depending na venye mtu ameingia, unaona. So sasa mimi sikuwa na hiyo knowledge. So walikuwa wanakuja ninawaombea, wanarudishwa, walikuwa desperate, wanataka sana kutoka. Na sasa huko tukua tu shule wakaambiwa in their kingdom, wakaambiwa faith kuna influence mingi sana kwa kingdom ya God. So tukamchukua anaweza kuja na the same influence. So wakaambiwa wani recruit. So wakajaribu kuni recruit through, wakachukua pesa yangu siku nyingine. Walijaribu kabisa kuni recruit lakini walishindwa. Farodhi acha nikuambie, hata kama nilikuwa kadogo hivyo, nilikuwa strong spiritually. Walioniwa, hata ilifikanga mahali hatungepitana nao kwa njia. Na wako shule. Tuko shule. Wakiniona wanaenda. Acha nikuambie Farodhi, mapepo si ati inastuliwa na mwili ama nini. Si pastor alikuwa anatufunza hapa venye unafaa ndio ufanye a good deliverance. Si ati venye uko mrefu ama venye ni pastor ama sauti venye ni kubwa. Pepo zinajuanga. So unaona nilikuwa kadogo sana but zilikuwa zinanitambua. Juu nilikuwa in my line of calling, sikuwa na struggle, nikuziambia tokeni na zinatoka. Sasa shida ilitokea venye nilitoka high school, sikuendelea na hiyo moto. Unaona, nikaanza kusileki kwa story ya Mungu. Na sasa hapo ndio walianza kunipata, nikafungua mlango
through kufanya tu dhambi, unaona, kukua rebellious home, kukua na bad company. Sasa hapo ndio akaweza kuninyemelea. Kafungua mlango. So nikaanza kuota. Baadhi ya mtu anaweza uliza kwa nini huwa tunashare testimony kama hizi. Mimi Farodhi, kama ningekuwa nishasikia kitu kama hiyo time, ningejua ndoto zingine ukiota hufai kupuuza. Unaona, saa mimi nilianza kuota vitu, nafikiria tu ni ndoto. Well, ningekuwa najua hizi si ndoto poa, ningekuwa naamka asubuhi na nina cancel. Sure. Juu ukiota vitu zingine kama ati unakulishwa nyama za watu, mnakunywa damu, hiyo it's very alarming, na unafaa ukiamka asubuhi una cancel anything. Ndoto yote mbaya unafaa una cancel. Hata kabla uende kwa pastor, wewe mwenyewe kwanza uishughulikie, una cancel. Yeah. Wow, it was a tough journey, but what I thank God is even after all, uliamua kumtumikia Mungu 24/7. For your case was a little bit challenging, sababu ulianza na Mungu, in between juu ya kuombea hao watu wakakushika. Because one, by then hatuwezi sema ulikuwa spiritually strong, because ukiwa mtoto utafungua milango mingi bila kujua. Because in one way or the other, when we were in high school, kuna watu walikuwa very powerful, but when it comes to some areas, bado wako na ka weakness. So, unaweza kuwa strong. Baadhi kama ningekuwa nini? Unaona hiyo time ndio angenikamata nikiwa huko. Kama si age ama nini. Unajua unaweza kuwa mtoto mdogo lakini uko na revelation ya God na uko anointed. Lakini when I speak about spiritual maturity, it is because kuna vitu hauku unajua kama zenye Reverend anafunza, zenye kwa level ya mtoto hata umfunze most likely haitachukulia serious juu bado hajamachua kujua umuhimu wa kitu kama deliverance. You may be doing deliverance uko mtoto na Mungu anatenda mambo kabisa. Lakini kuna ile level ya maturity kama yenye sasa uko saizi. Saizi ukifanya deliverance you even enjoy, because by then maybe you didn't know by mentioning the word of God. I mean, who struggle saizi umejua si kutaja Yesu inafanya deliverance. Juu unaweza kukua haujuani na huyo Yesu. Kwa hivyo hata ushinde ukimtaja mara 100 haisaidii. Unaona vitu kama hizo. At least now you able to understand. I know their parents. Watashtuka because you see watoto wetu wako shule. What do you think, kabla tufike mahali tunaenda, what do you think should be their role, especially watoto wakiwa shule? Because you see mzazi wako hakujua haya yote yakifanyika. They knew our daughter is born again, anapenda Kristo, shule ana participate nini mingi, but hawakujua such a scenario inaweza ingia kwa mtoto wao bila kutaka. Because many parents wanafikirianga hiyo kitu inaingia kwa kutaka. What should be their role, especially when kids are in school? Okay, sasa as long as unaombea mtoto wako, umefanya role yako kama mzazi kumguide in godliness, na unamuombea na unampea advice zenye za godliness. Unajua Farodhi, kuna vitu zingine ziko beyond mzazi. Sasa unajua hajui ni nini kinaendeleanga shule. So unless tu uombeange hiyo tu, I think hiyo tu ndio unafaa ufanye. Maombi. Na kuwaongeleshanga na pia kukua na utengeneze hiyo close relationship na watoto wako. Unaona? Kuna agents wengi sana huko shule na wanataka kuinitiate watoto. So mtoto anaweza kuwa anataka kuinitiatiwa na watoto wenzake na anaambiwa asiseme. Unaona? Lakini unaona ukikuwa na a good relationship, mtoto ataweza kuopen up akwambia kuna watu wanataka kuniingisha kwa cult, na pia hata akianza kuoteshwa vitu fulani ama kuwekwa matatu. Unaona, sasa ata open up kwa mzazi, na mzazi sasa atajua venye atadeal nayo. Na msiwa assume. Ukisikia mtoto anakuambia this and this ina happen, chunguza. Okay. Yeah. How was your love life during those 10 years? Mwai kupendana ama ukuwa na huko unakuwa tu don't care? Nipombe, muna rave na wasichana wengine, na maisha inaendelea tu. Unajua kuwa huko we gobo. You're a slave. Kwa hivyo kuna vitu zingine kuwa a slave
you still limited to unakuanga you focused to one side kwa sababu unaonyeshangu wa umuhimu wa upande mwenye huko. Love life yangu ilikuwa tu mathogodhanio. Sasa nilikuwa zote. Lakini mostly mimi nilisema mostly mimi nilikuwa napenda madem. Au kuna shughuli na wanaume? Si sana sikuwa. Mimi nilikuwa madem. Okay. Wow. So after you left, nafikiri tumekaa kwa muda bila kuonana. Naona tu progress, ukipost progress. So, the reason aso naingia sasa hapo, it's because sitaki ni introduce yeye, nataka umuintroduce. Tuliachana kama hauna mtu. Akaniambia hauna haraka. Ile haraka uko nayo ni ya kujuana na Mungu zaidi, si ya Bwana. I mean, kwani vitu zimekuwa rahisi hivyo mtu akishajuana na Mungu? This is not even a speed anointing in overtaking. Haki ukweli Farodhi. Mimi Kenya naweza sema. Farodhi unaona kusema tu ukweli. Najua saa kila mtu anakuanga na intention ya kufanya kitu. Ukishare testimony yangu. Mimi nilikuwa na share juu nilikuwa 100% sure nakufa. Watu wabaki na hiyo testimony wajione yangu. Juu sasa unaona kuna watu walikuwa wananiambia ati Faith, ukishare testimony yako unajianika, unachoma, unajua unachoma. Lakini mimi sikuwa na stress, nilikuwa najua nakufa. Alafu wengine wananiambia Faith, ukishare testimony yako nani atakuoa, unaona? Lakini mimi sikuwa. Hiyo ndio uoga yenye watu wengi wanakuanga nayo. Mimi sasa nilikuwa nishasema, sikuwa na shughuli. Farodhi mimi sikuwa ifikiria hata nitaioneka juu sasa. Yes, nilikuwa nishaambiwa ukitoa testimony nani atakupenda hivyo. So nilikuwa nishasema nitakaa kama Paulo before nikufe. Unaona? lakini God tu ni mwaminifu. Na nakushukuru sana juu ni connect na Reverend Kefas. Sasa hata sikuwa nimekumalizia hiyo part ya Reverend Kefas, ukanituma kwa Reverend. Nikasema kaa mbaya. Akienda kunifanyia kitu nishazoea kufanyiwa, unaona? So mimi nikaendanga. The reason nilikuwa naenda kwa Reverend Kefas ni nilikuwa napatanga attacks. Farodhi. I remember even the same day after the interview bado ulipata attack hiyo jioni. Nilikuwa naatakiwa vibaya. Sasa ulikuwa unaniambia mimi na shida, sasa nitakusaidia aje? Na sikuwa nimejua kabisa kufight hizi spiritual battles. Alafu sasa Farodhi unajua sasa kitu ilikuwa imehappen before nirudi hapo kwa Kefas, kwa Reverend Kefas. Mimi nilishare testimony yangu nikifikiria ni hivyo sitaanza kuserve Mungu saa hizo, unaona? Siku moja nikaenda church, nikashare testimony, nikamaliza, nikifikiria ni kuenda kukaa chini, watu wakatokezea wengi, wanataka niwaombe. Mimi nikawaambia sasa mimi siombeanangi, ni pastor atawaombea. Wakasema hapana, wewe ndio umekuwa kwa hiyo kingdom, uko na hiyo grace, uko na hiyo anointing, lazima utuombe. Na pastor, nikifikiria pastor atanitetea hiyo church. Akasema ni ukweli Fei, ombea watu. Farodhi, sema life ukosa balance. Hivyo ndivyo mimi nilijipata. Sikuwa nafikiria mimi nitaanza kuserve God haraka hivi. Ni testimony tu nilishare, ni watu wamekuja niwaombe. Sasa mimi hapo ndivyo nikaanzianga kuombeanga watu na kufanyia nanga deliverance. So nikikuja kwa channel yako, si unaona nilirefer watu kwenye si ati sikuwa naombea nanga, nilikuwa naombea na pepo si ati unajua sasa Farodhi, the thing is the grace hiyo and the calling bado iko the same ilikuwa high school, unaona? Sasa Kenya nilikuwa nahitaji sasa ni spiritual muscles na good knowledge. Sasa unaona uzuri ukaniconnect na Reverend Kefas. Na yani venye tu God alikuwa amepanga hivyo lazima ningepatana na Reverend Kefas ndio animente na anifunze vitu mingi juu amekuwa wa msaada kwangu. Sasa aizo Kenya ili happen hiyo siku venye nilienda kwa church ndio niweze kukubali Reverend Kefas. So si mimi nimeenda church nikisema tu leo nitafanyiwa kikitu. Kufika kwa church kuingia hivi kwa mlango aizo mimi niliona angels kwa hiyo church. Si unakumbuka ile church ya kitambo? Angels wamekaa hii side na hii side. Sasa mimi ndani yangu nikasema hakuna mahali angels wanaweza kaa kama huyo mtu ni mbaya. So nikakuwa na hiyo confidence eti Reverend Kefas atakuwa mzuri na hata nikaweza ku-open up kwake. Hata sijai mwambia niliona angels. Ni ukweli hizo huyo Reverend Kefas ni wa Mungu.
Na I think God hiyo siku aliacha tu, alinifungua macho niwaone. Juu alikuwa anajua nimekuwa hurt sana na mapastors. Na ndio nikuwe na hiyo confident ya kufungukia Reverend Kefa. So nikaenda tukaanza ejani na yeye. Nikashare testimony Farodhi, wanaume walikuja. Siniliacha namba yangu kwa mtandao. Yani hata wanaga uoga. Hakuna. Walikuja wengi. Wakaenda huko kukonga 500. Sasa mimi nilikuwa naenda naambia Reverend Kefa, kwani kunaendanga aje? Bedhe mimi nilikuwa na expect ati lakini wanaume nilistika. Ni kama wameitiwa loan. Hata kama uchini ya nini unachukua. Guy. Walikuja wengi sana, nilikuwa na mtu mwingine naambia Reverend Kefa, guy, mtu anafanyanga aje wakikuja wengi hivyo. So, but sasa okay, kuna sasa hao ni wa social media. Na pia kuna wenye wamekuwa wenye najuana nao one on one. Sasa hao nao walikuwa wana behave different na wale wa social media. Hawa ni wakukugonga heartbreak. Unaona? Wakukugonga heartbreak. Nyinyi wa heartbreak msalimike. Unajua bado tunawaona. Nakumbuka kuna mmoja aliniambia. Kwa sauti. Nakumbuka kuna mmoja aliniambia aje. Imagine tu mtu amekuonyesha interest kabisa. Kabisa. Alafu tu siku moja from nowhere anakwambia, by the faith haukuangi muyami and attractive. Akaniambia na huko hukai kama wasichana wengine wa Instagram na wa church wenye wanavanga visexy na wenye wako na big. Sasa alikuwa anataka hao wenye wakubwa na huku. Sitting allowance. Akaniambia si uko kama hao. Sasa hata nipenda juu ya hiyo. Nani amekuwa akinionyesha interest? Then from nowhere anakuambia hivyo. Na unaona nikaa ni jokes tukitembea na yeye, akiona mwenye anafanana hivyo, anatani kabisa. Na ni mwanaume wa church. Anageuka, unaona sasa hiyo ni mwanaume wa church. Wa church. Okay. Huyo ni wa church. Aliniambia yeye kama ni wa church, acha tuseme ni zile wale wachungaji tulikuwa tumetaja na hapo mbele, kuna watu wa shirika. Kuna kasoro. So so kachapo heartbreak hivyo. Unajua hakuna mtu hata kama uwezi furahia ukiambiwa haukai vizuri, unaona? Aliniambia sasa unajua hiyo ni kuniambia niko mwagri, kama unaambiwa huko kuna ile part specific. Anaangalia. Kuna hizo na kuna pia kuvaa. Unaona? Anataka nivaange visexy. Sasa Farodhi hivyo venye anataka nivae. Mimi nimeenda church siku moja, niambiwango na matichaz ati my youth kuna kitu wanafanya, wanasema walifanya juu wewe unafanyanga. Unaona, na ni kitu mzuri. So nikajiuliza kama ama youth wanakopi kitu kenye nafanya na ningekuwa nafanya kitu kibaya, si unaona ni kuwa mislead. Niende nimevaa hivyo revealing. Sasa si ni kumislead watoto wa Mungu. Unaona hata reason hivyo. So nakumbuka mpaka nikienda kuambia Reverend Kefa venye nimeambiwa. Reverend Kefa amekuwa tu hapo kunikomfort. Kapatana na mwingine akaniambia aje, akaniambia Faith, mimi nataka kukuoa. Lakini usiwahi share testimony yako mahali. Akaniambia your testimonies are a turn off na inaniharibia jina, nataka kuwa politician in future. Unaona? Si akuwe tu mreal. Unajua kuna life yake na kuna life yako. Aliniambia ranifia condition kama tutaoana nisiwahi share testimony. Sasa nikashanga. Farodhi, unajua mtu yote amefanyiwa kitu na Mungu haezangi kunyamaza, unachomekanga. Hata Mungu hataki unyamaze. Hata watu wa Bible waangalie. Na hiyo ndio inachokesha shetani pia. Apendi testimony. Kabisa. Kwa sababu anajua kuna watu utabadilisha na watamtoka. Kama venye hawa 1000 wameokoka na wakakuwa kukombolewa. Akaniambia sasa unaona hata wazazi wangu najua watakukataa. Hata marafiki zangu wakisikia niko na mtu kama huyo wataanzanga kunisengenya. Ati alafu tukioana in future katoto kakufe, watu watasemanga ni wewe umekaua. Yani hiyo uoga tena nayo ni mbaya. Lakini mtu anakupenda Farodhi hawezi kupea conditions kama hizo. Sure. Unaona? Pia akanipea character development nyingine.
So na kuna sasa hii group kubwa general hii general ya wanaume wengi wa church. Na mimi nikisema hivi si ati nime backslide, ni vile nasema ukweli. Unaona ni vitu zinaendelea kwa church. Kuna hawa wenye wanaamini eti juu nilikuwa the other world. Na unajua sasa nilisema mahali mambo na fornication ni wanafikiria Fei ako na experience sana hiyo sector, unaona. So wanaona wakinioa hiyo sector ni kuamaliza hawataitoka nje. Unaona, na it's a very big number in church. So parodi watu wote wako kwa kanisa, wako kwa church. Sasa huyo ni mtu anakuwa na inafikiria ni watu wa dunia unaongelea. Hapana, mimi naongelea watu wa church, hao ni watu wote wa church. Unaona sasa huyu mtu anakuwa juu ya sexual satisfaction, satisfaction. Na tukawana apate haiko hivyo, apate kwa ground vitu ni different. Unajua tena ufai kukuwa na expectation kama hizo. So unaona ananioa juu ya hiyo. Apate hata yeye ndiye mwalimu. Exactly. So unaona nimepatana na watu sasa, watu wa maajabu hivyo, unaona. So December nikaenda kwa Reverend Kefas. Nikamfungukia roho, nikamwambia pasi kusema tu kweli. Hata kama mimi nakwambianga niko na maboyfriends, niko na watu wananitaka, na haikuangi imetoka kwa roho. Mimi sisikiangi kutaka kuoleka. Hata nilikuwa namuuliza Rev, mtu anafikanga miaka ngapi ndio anaanza kudesire kuoleka? Juu mimi sina hiyo desire. Mimi nasikia tu nataka kukaa home kuonanga baba yangu kila wakati. Alafu sasa ndio nikamwambia dream nyingine niliota nikiwa na wedding gown, nikakuja ikararuliwa. Mama wengi walikuja wakararua hiyo wedding gown yote. Sasa ndio akaniambia Fei, hata hii si ni self explanatory eti. Hiyo ni ndoa yako imeshughulikiwa sawa sawa. Akaniambia wakati ndoa yako imefungwa, ukwangi na hiyo desire ya kuoleka ama kuoa. Akaniambia hata alikuwa hivyo. Kuna time yako anasikia kuoa, na ni venye hata yeye ndoa yake ilikuwa imefungwa. So akaniambia tutaomba na ndoa yangu itafunguka na nitarudi sawa, nitaanza kudesire kama mwanamke mwingine wa kawaida. Unaona, sasa ilikuwa December last year. So si akaomba deck. January kufika ndio nikaanza kusikia sasa hiyo natamani kuoleka. Sasa huyu amekuanga kwa picture. Clement. Wapi? Hizi vitu zote zikiendelea, hata nikichapa ma heartbreak, si ati Clement hakukuanga. Hata ni yeye alikuwa kwanza. Tulijuana. Akaondokea ama? Hapana. Mimi nilikuwa naona tu he's too good to be real. Imagine Farodhi umezungukwa na watu kama hawa wanakuambia vitu kama hizo scam. Unaona hao. Alafu kuna mtu hapa yeye amekubali kila kitu. Ati kwani hufanyi show? Mimi niko tu sana hiyo story yako. Na vile hiyo story yako mimi niko tu sana. Kujiamini. Tunashtuka juu hiyo story. Mimi niko sana zote. Fanya nyingine. Haki mtu wako ndio wako. Ukweli. Haoni big deal. Yaani ako too concerned. So unajua sana sijakuwa job for a long time. Amekuwa akishughulika kunitafutia kazi. Yaani amekuanga tu mzuri sana, nikaona huyu ndio mbaya zaidi kuliko wengine. So huyo siko itaka maneno yake, hata nilikuwa nimedelete namba yake. Ni rangi tu amechange kama kinyonga. Sasa akiweka ile real. Ai. So bisi kwa itaka maneno yake na nikadeletingi namba yake, but aliishi kuniita. Bako kwa delete number. Yaki mimi nilikuwa naonanga huyu sasa ndio mbaya zaidi ya wote. Na yeye akakuwa consistent. Alikuwa consistent, lakini hiyo time nilikuwa nilidelete. Akiweka nini election ikifanywa anatuma Supreme Court, anachukua mawakili twendeni. Consistent. Hakuna kukufa moyo. Kwanza hiyo kuzipitiza sana twende out. Supreme case ikatoka, ikarushwa nje, akaapili. Sasa unaona Farodhi. So tukaomba na pasi deck.
Sasa January mimi nikaanza kusikia hizo kutamani kuoleka. Na imagine nilijipata leo nikijiuliza na baadaye nini nafanyanga home? Unaona watu wengine wameoleka, kwa nini mimi sifikiriangi hivyo? So unaona nikaanza kudesire hivyo. Sasa nikaanza kuomba ile serious. January, February nikaona hii desire imekuwa mingi sana, hata karibu nirudi kwa Reverend Kevas nimwambia nirudishie feelings zangu za kutaka kuoleka. Sasa unaona nataka kuoleka but sijui ni nani, unaona nilikuwa naomba God anipe direction nijue ni nani. Kuna watu wa social media ni wengi sana na sijui hata wao. Unajua sasa Farodhi, hata heri mtu mwenye unajua. Sure. Siwajui. Wameniona tu huko. Unaona? So ndio siku moja tu ilikuwa March. Farodhi nilikuwa nimeomba ile serious. Nikamwambia God, mimi tu nataka unipe direction. Ni nani, unaona? So nikiomba tu mimi niliona tu picha yake imeapia. Unaona kama screen hivyo. Nikasema hizi ni mapepo. Zimerudi. Hizi ni mashaitani zinataka kunipea counterfeit. Zinaanza kunirudia. Pole tu. Zinaweza nipea ache mtu mmoja sitaki. Bibi hakuna mahali alikuwa kwa mind yangu. Unaona hata nikiomba kuna wale ningefikiria mimi ni wao. Alafu Farodhi mbona nisifikirie ni shaitani. Unaona? So nikaomba nikaona tu ni yeye tu anaapia. So sasa si ndio nikatafuta namba yake, nilikuwa nimedelete. Sasa mimi ndio ndio nilienda nikaingia box. Hapo kwa mwisho sauti imeenda chini sio vizuri. Ati mimi hivyo ndivyo niliingianga box after So wewe umeomba ameletwa kwa picha. Ulimapproach aje kumwambia sasa nimeona?